Kuna jamaa mmoja alikuwa anapanda bajaji, anaelekea kwenda mji mwingine. Alipofika kwenye ule mji akashuka, alipotoa wallet yake ili alipe bajaji, kumbe aliibiwa hela. Yule jamaa wa bajaji akamshika mashati, wakamshika, nyindo wezi, matapeli, lazima ulipe hela. Kuna jamaa alikuwa pembeni pale na gari, alipoona hivyo akutamani ile action, akamfuata yule jamaa wa bajaji, akamuuliza shida nini? Akamwambia shida ni hivi na hivi na hivi. Akatoa hela akampa. Alivyompa hela, ile chenchi akamrudishia yule jamaa kwa amekabwa, akamwambia hapa nitakusaidia. Jamaa akamwangalia, jamaa akaondoka. Yule jamaa akaenda, alikuwa na bastola. Huyu ambaye alikuwa ameshikwa alikuwa na bastola, ni jambazi, hakina kufanya chochote. Alikuwa anaenda kwenye operation ya mdada mmoja, anamuita ampe operation na kwenda kumvamia mtu. Baadaye dada alipofika, ndo akamwambia bwana, sasa yule dada anataka operation ya amuue mume wake ili wabaki na mali na mwanaume mwingine. Kwa sababu hiyo akamchukua yule jambazi, akampa dili yote, akamwambia sasa hivi anaenda site, anajenga gorofa, utamkuta. Alivyokuwa naongea hivyo, binti wa kazi anasikia, utamkuta, nenda, ukimkuta mshuti afe, alafu urudi nikupe hela yako. Jamaa akasema sawa. Akachukua, kwa sababu ya mfumo wa kidunia apate pesa, ameediwa pesa, akakubali aende afanye hivyo, aue. Akaenda. Binti wa kazi aliposikia yeye, akatangulia mapema kwa yule mume wake, akamwambia toka hapa, kuna plani inapangwa kukua. Akamwambia achana, mitoka hapa. Akamfukuza yule binti nonda, yeye akuelewa hivyo. Baadaye jambazi yule akaenda pale, akamtafuta yule jamaa, akamuona. Alivyomwona yule jamaa anataka kutoa bastola mshuti, akamwangalia vizuri, akamkumbuka, akairudisha bastola. Unajua jambazi anavaa ile maski ya kijambazi, akamkumbuka, akamwambia ile bastola kama ameshamshinani, akairudisha. Akamshika mkono, akamwambia njoo. Akamwambia nilikuwa nimetumwa nikuue, lakini siwezi kukuua, nakumbuka mema ulionifanyia. Ule jamaa akashtuka, mema gani? Akatoa maski. Jamaa akakumbuka, akamwambia unakumbuka wakati nimekosa nauli ukanilipia, baadaye ukanipa hela nyingine, do you remember that? Wakumbatiana. Akamwambia sikiliza, hii issue kwa toka mke wako ndio anataka akuue. Sasa mimi nimekuokoa, siwezi kukuua. Labda mimi nikishinda operation, anaweza akatuma mwingine aje akuue. Tafuta namna kujisolve mwenyewe kuokoa, kwa sababu nimekumbuka wewe. Ule jambazi akaondoka. Huyu alishangaa sana. Kuna watu wana siri ya kukumbuka wema, hata kama yupo kwenye ujambazi, ana roho hiyo. Yupo huko, ana roho hiyo. Wangapi wanafahamu historia ya Paulo akiitwa Sauli? Paulo alikuwa kibaka, Paulo alikuwa muuaji, Paulo alikuwa jambazi, Paulo alikuwa mtu wa ajabu, lakini Mungu anamuona ni mtume mkubwa sana wa kesho. Na kutabiria uwe jinsi asili ya nafsi yako ilivyo, usiwe jinsi dunia inavyotaka ikupeleke.